Somo letu asubuhi ya leo lina kichwa kinachosema mambo yanayozuia hatima, kusudi au baraka za Mungu katika maisha yetu. Kichwa ni kirefu, kwa hiyo ni wewe unaweza summarize kwamba unawekaje. Mambo yanayozuia hatima, kusudi au baraka za Mungu katika maisha yetu. Yapo mambo ambayo yanazuia hatima zetu, baraka zetu na kusudi la Mungu juu ya maisha yetu. Mungu ana kusudi jema kwa kila mmoja. Tangu tukiwa tumboni mwa mama zetu, Mungu alitujua na aliweka agano nasi kwamba anatuwazia mema. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tufungue kitabu kile cha Yeremia sura ya 29 mstari ule wa 11. Yeremia 29 mstari wa 11. Yeremia sura ya 29 mstari ule wa 11. Biblia ina maneno inayotuambia hapo. Anasema, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni maneno ya Mungu mwenyewe. Mungu anasema, maana nayajua mawazo yenu, anajua mawazo anayotuwazia ni mawazo ya amani, asema Bwana, kutupa tumaini siku zetu za mwisho. Kwa hiyo Mungu anatuwazia mema, anatuwazia mawazo ya amani katika maisha yetu. Anawatuwazia kila mtu kwa kadiri ambavyo amemkusudia. Ndilo wazo la Mungu kwenye maisha yake, ndilo wazo la Mungu, ndio wazo la Mungu katika moyo wake, kwamba anatuwazia mawazo mema. Kwa hiyo tunapoangalia hili somo la mambo yanayozuia hatima ya maisha yetu na makusudi ya maisha yetu, utakuwa unakumbuka kichwa cha somo kwamba Mungu anatuwazia mawazo mema. Lakini vipo vita vya kiroho. Andika vita vya kiroho. Nimesema kwa sababu kitu kinachoweza kuzuia maisha kwamba tusifike kwenye hatima yetu, na maana ni vita. Kwa hiyo vipo vita vya kiroho. Vita vya kiroho ni mapambano ya kiroho kati ya ufalme wa Mungu na ufalme wa giza. Tuko hapa duniani, tunazo falme mbili. Tunao ufalme wa Mungu, lakini tunao ufalme ule wa Shetani. Katika falme hizi mbili yapo mapambano ili tusifike kwenye hatima ile Mungu ambaye anatuwazia, ili tusifike kwenye baraka zile Mungu anazotukusudia. Kwa hiyo sisi hapa duniani tuko kwenye vita, tena ni vita kubwa kweli kweli. Ni mapambano ambayo hayaonekani kwa macho haya, lakini vita vyake ni vikubwa kuliko vile tunavyoweza kuviona katika macho haya. Tuangalie kitabu kile cha Waefeso sura ya 6 mstari ule wa 12. Waefeso 6 mstari wa 12. Biblia inasema hivi, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Biblia inasema kwamba kushindana kwetu sisi si katika damu na nyama. Damu na nyama si katika mwili huu, si katika hali hii tunayoonekana, lakini ni juu ya bali ni
falme na mamlaka, na juu ya wakuu wa giza, na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa vita tulivyo navyo si vya mwili, si vya damu na nyama, si katika hali ya muonekano wa kawaida, lakini ni katika ufalme wa roho, katika ulimwengu wa roho. Jamani, haleluya! Tunaposema ulimwengu wa roho, nafikiri umeshafika kwenye ulimwengu wa roho. Unajua, ni yale mambo yaliyo sirini, ni yale mambo yasiyoonekana. Lakini kwa wale watu wa Mungu wanajua hii vita, wanajua kwa sababu wana uwezo wa kuwa katika roho na wana uwezo wa kuwa katika mwili. Kwa hiyo kushindana kwetu, tunaposema kwamba vita vya kiroho, tunaposema kwamba tunapambana, hatupambani katika hali ya mwili. Tunapambana katika ulimwengu wa roho na yule mkuu wa giza ambaye ni Ibilisi. Kwa hiyo mkuu wa giza anapambana sana na hatima ya maisha yako, anapambana sana na hatima ya maisha yangu, anapambana sana na baraka, yaani yote ni hatima, kwamba mwisho wako ndio anaopambana nao, kwa sababu Mungu alikujua toka tumboni kwa mama yako, alikukusudia mema, alituwazia mema kila mmoja. Hakuna hata mmoja ambaye anawaziwa mabaya, isipokuwa adui ndiye anayefanya vita kutuketisha, kuturudisha mahali ambapo si mpango wa Mungu, si kusudi la Mungu. Kwa hiyo ili kushinda hivi vita, lazima tuwe ni watu wa rohoni. Bwana Yesu apewe sifa. Ili kuweza kushindana, ili kuweza kupigana, lazima tukubali kuwa watu wa rohoni, kwa sababu tusipokuwa watu wa rohoni tutapigana kilivyo kinyume, na tukipigana katika mwili, wala adui hatuwezi kumpata, wala adui hatuwezi kumshinda. Mungu atusaidie. Kwa hiyo lazima tupambane kuwa watu wa rohoni. Mkristo uliyeokoka, mtu wa Mungu uliyeokoka, lazima ufike mahali ujiseti kuwa mtu wa rohoni, ili uweze kufikia hatima yako, ili uweze kufikia ndoto yako, ili uweze kufikia baraka zako. Kwa kila jambo, kwa kila hatua unayotaka kuiendea, adui anaifahamu na anataka akushinde hapo, anataka kukamate usifikie hapo. Kila baraka ambayo mtu anaiendea, kila hatua ambayo mtu anaiendea, kila hatima, yaani kila namna, kuanzia mtoto mdogo anapopiga hatua kwenda hatua nyingine, adui anataka amwangamizie hapo. Sasa sisi kwa watu wa Mungu lazima tukubali kuwa watu wa rohoni. Mungu atusaidie ili kuweza kufika kwenye hatima zetu, ili kuweza kufika kwenye kusudi la Mungu, na ili kuweza kufika kwenye baraka ambazo zimenyooka, ambazo hazitatupa majuto. Lazima tuwe watu wa rohoni. Hebu tuangalie tutaangalia watu wawili ambao walishindwa vita vya kiroho, walioshindwa vita vya kiroho. Watu wawili ambao Mungu aliwakusudia mema tangu mwanzo, lakini kwa sababu wako vitani, duniani ni vita, walishindwa vita vya kiroho, hata wakufikia zile hatima zao ambazo Mungu alikuwa amezikusudia. Twende katika kitabu kile cha Waamuzi sura ya 13 mstari ule wa 5. Waamuzi sura ya 13. Mimi naomba nianze mstari wa kwanza mpaka ule wa 5, alafu ili tuweze kupata Waamuzi sura ya 13 mstari wa kwanza tufike mpaka ule wa 5. Biblia inasema, wana wa Israeli wakafanya tena yaliyo mabaya mbele za macho ya Bwana,
akawatia katika mikono ya Wafilisti muda wa miaka 40. Palikuwa na mtu mmoja wa Sora na jamaa ya Wadani, jina lake aliitwa Manoa, na mkewe alikuwa tasa, hakuzaa watoto. Asifiwe. Huyu tunayemsoma hapa anayeambiwa kwamba atazaliwa ni Samsoni. Samsoni, nimetaka tuanze kwenye kitabu hicho, kwenye sura hii ya 13 ule mstari wa kwanza mpaka ule wa 5. Mama yake Samsoni, Biblia inasema kwamba alikuwa hazai, ni tasa, alikuwa hana mtoto. Sasa Mungu ana mpango naye. Mungu ana makusudi na tumbo la huyu mwanamke ambaye limefungwa kwa muda wote hajapata mtoto, lakini Mungu ana kusudi na huyu mwanamke. Na Mungu, malaika wa Bwana anamtokea huyu mwanamke, anamwambia wewe ni tasa, hujawahi kupata mtoto, lakini basi nina jambo na wewe, nina kusudi na wewe. Nataka tumbo lako linizalie mwana ambaye kupitia yeye ndiye atakayewaokoa tena wa Misri, wa taifa la Israeli kutoka katika mikono ya Wafilisti, kutoka katika mateso, kutoka katika kuonewa. Kwa hiyo Mungu ana mpango mzuri wa maisha ya Samson toka tumboni kwa mama yake, kabla mimba haijatungwa. Mungu ana malengo naye. Mungu anataka kumfanya kuwa mnadhiri wa Bwana. Kwa sababu Mungu ana mpango naye, anaanza kumtengeneza mama kwamba usitumie kileo, usitumie kilevi, usije ukajichafua. Kwa maana mwingine, usitumie kitu chochote kilicho najisi, usitumie kitu ambacho kitakufarakanisha na ule mwelekeo ambao unataka ufikie. Jamani, haleluya! Wanawake, haleluya! Wanawake, haleluya! Mungu ana mpango wa kuleta ukombozi kupitia matumbo ya wanawake. Lakini Mungu tangu wakati wa Yesu tunamuona Mariamu namna ambavyo alitunzwa, kwa sababu anataka kubeba kitu kilicho chema, kitu kitakatifu. Kwa Mungu anaanza kutunza tumbo la mwanamke, anatengeneza mazingira ya kufanya yule mwanamke aweze kuleta kitu kilicho chema na kitakatifu. Samson, mama yake ameandaliwa kuleta kitu kizuri duniani, kuleta mnadhiri wa Bwana. Kwa hiyo tayari Mungu anamwazia mema toka tumboni kwa mama yake. Lakini hebu nimesema tunaangalia kwa habari ya kushindwa kwake, hatuangalii kwa habari ya ushindi wake. Tunaangalia kwa habari ya kushindwa kwa Samson. Samson alishindwa kwenye maeneo mawili. Ni kweli alizaliwa kama ambavyo Mungu alipokuwa anataka azaliwe. Alizaliwa, ni kweli, na Mungu alikuwa na mpango naye kabisa mkamilifu, ni kweli, wala Mungu hakuweza kugairi lile ahadi ambalo alikuwa ameahidi kwake. Lakini Samson alishindwa kwenye maeneo mawili. Eneo la kwanza, alikuwa amekosa utii, na eneo la pili lilikuwa ni tamaa ya mwili. Alikosa utii, na eneo la pili alikuwa na tamaa ya mwili. Kitabu, turudi kule kwenye kitabu chetu pale pale tulipo kwenye kitabu cha Waamuzi, twende ile sura ya 16 mstari ule wa 4, mstari wa 4 na wa 5. Lakini tuanzie mstari ule wa 4 mpaka ule wa 5. Samson sura, Mungu wangu, Samson ameshapewa kitabu. Waamuzi sura ya 16 mstari ule wa 4 na wa 5, kwamba ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki, jina lake aliitwa Delila. Nao wakuu wa Wafilisti wakamwendea wakamwambia, mbembeleze upate kujua siri ya nguvu zake nyingi,
na jinsi tutakavyoweza kumshinda, tupate kumfunga na kumtesa, nasi tutakupa kila mtu fedha 1,100. Bwana Yesu asifiwe. Tayari Samsoni anawindwa, lakini huku kuwinda kwake hakujaanza tu ghafla. Ukianzia ule mstari wa kwanza, tunaona kwamba Samsoni alienda siku moja kwenye mji ule wa Gaza. Yaani roho yake sasa, kwa sababu ni maneno marefu siwezi kueleza ule mwanzo mpaka mwisho, lakini nataka kueleza maeneo ambayo alishindwa. Samsoni alishindwa kwa sababu Mungu alikuwa amempa agizo. Alikuwa amemwambia kwamba yeye katika maisha yake, nguvu zake, uwepo wa Mungu upo kichwani kwake. Mungu alikuwa amewekeza kwenye nywele zake, ndiko alikowekeza uwepo wake. Haleluya jamani, haleluya. Mungu anaweza kutumia kiungo chochote katika maisha yako, yamkini kwenye mkono wako, yamkini kwenye miguu yako kwenda kutangaza Injili, lakini Mungu anaweza kukutumia vyovyote vile anavyotaka. Kwa hiyo Samsoni, Mungu aliweka nadhiri juu ya nywele zake. Alipozaliwa na kufundishwa, aliambiwa yeye ni mnadhiri wa Mungu, yeye ni mtumishi wa Mungu. Hivyo basi asinyoe nywele hata siku moja. Na hilo agizo alipewa mama yake kwamba wembe usipite kichwani kwa Samsoni katika maisha yake yote. Na ndiko Mungu alikokuwa amemwagiza huko. Na yeye pia Samsoni aliambiwa, alifahamu kwamba wembe hautaki kupita wapi? Kichwani kwake. Lakini sasa cha kwanza mimi nachoona kilitangulia, kwanza hakukaa katika neno la Mungu, hakukaa katika eneo sahihi la Mungu, kuendelea kumsikiliza Mungu na kujifunza. Kwa hiyo macho yake akaanza kutamani. Alikuwa ni mtu akatamani mwanamke mmoja. Siku moja ameenda Gaza huko, roho sasa ile mbaya imeshamuingia. Ameenda Gaza huko, amekaa kwa mwanamke, amelala huko. Kumbe anawindwa yeye pasipo kujua kwamba anawindwa. Mitego ya shetani huwa inaanzia mbali. Ameenda Gaza huko, amelala kwa mwanamke. Yeye ni mtumishi wa Mungu, lakini ameenda huko Gaza, amelala kwa mwanamke, akazingirwa mji mzima. Watu wakajua kwa sababu anawindwa. Yeye alikuwa anajua, si unajua? Anajua yuko peke yake, hakuna mtu anayemuona. Kwa hiyo anaenda kuzini mbali. Kumbe jicho la Mungu liko kila mahali, Biblia inasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mahali ambapo uko peke yako kwenye maisha yako, haupo. Popote ulipo, Yesu yupo, Mungu yupo, na Roho Mtakatifu yupo, na mashahidi wake atawatumia wakuone. Na ndio maana hakuna dhambi inayofichika. Wewe tu ndio unaweza kufikiri umejificha. Hakuna dhambi inayofichika. Vyote vinakuwa wazi. Kwa Samsoni yuko huko, kumbe amezingirwa pande zote. Wanataka wammalize kwa sababu wanajua lile kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yake. Hawa Wafilisti wanasema huyu ndiye ambaye Mungu ameweka nadhiri kwamba kupitia yeye atatushinda sisi. Sasa ili tuendelee kutawala, lazima tummalize Samsoni. Mungu akamsaidia siku hiyo aliyokuwa amelala huko, akaweza kuchomoka, akakimbia. Akafanikiwa kufanya nini? Kukimbia. Lakini kule kukimbia kwake si kwamba ndo alikuwa amemaliza, kwa sababu hakurudi kwa Mungu sasa kwamba aendelee kunyenyekea na kumsikiliza Mungu. Akampenda mwanamke kahaba Delila ambaye alikuwa ni Mfilisti. Jamani, amina vijana, haleluya. Biblia inasema tusifungiwe mila pamoja na wasioamini. Sisi tunafundisha kwamba kijana uliyeokoka huwezi kuoa mwanamke ambaye hajaokoka.
Na ndi Biblia, usifungiwe nila na mtu asiyeamini. Binti uliookoka, huwezi kumuoa mwanamke, kuolewa na mwanaume ambaye hajaokoka. Wengine wanajitia moyo kwamba kwa sababu ananipenda sana, atanifuata tu. Ameshindwa kumfuata Yesu, atakufuata wewe? Yaani kukupenda wewe, ameshindwa kumfuata Yesu, ila atakufuata wewe kwa sababu anakupenda. Wewe sio Mungu, wewe sio zaidi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo huwa tunafundisha kwamba usifungiwe nila na mtu asiyeamini. Maisha yako, hatima yako haiwezi kufika mahali ambapo Mungu amepakusudia. Jamani, haleluya. Huwezi kupata zile baraka ambazo Mungu amekusudia. Ukiona adui ameanza kukuwinda kwenye eneo la kuoa na kuolewa, ujue anataka kukatisha hatima yako. Na ndio kusudi la adui. Adui anaanza mbali, anataka kuvuruga ndoto zako. Jamani, kwa umri nilio nao, kwa miaka niliyokaa kwenye imani, yaani sihitaji hata kusoma Biblia kwa mambo mengi kuhusu haya. Macho yangu yameshuhudia, yameona, yamesurulisha, yamesirisha, kwa sababu ya watu kujitia moyo kwamba nikioa asiyeamini ataokoka tu. Ataokoka, atanifuata, ameniahidi kuokoka. Ndugu yangu, wewe sio mkuu kuliko Yesu. Yesu anaokoa. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya Mungu ndiyo inaokoa watu. Roho Mtakatifu, ile hukumu ya Mungu ikiingia ndani ya moyo wa mtu, ndiyo inayomuokoa. Na tumejifunza kwamba tunaokolewa kwa nini? Kwa neema. Sasa mtu ambaye hajaokoka ukafikiri kwamba utambadilisha, sivyo kama unavyofikiri wewe, na yeye anawaza kukubadilisha. Jamani, tunaelewana Unapowaza wewe kumbadilisha, na yeye ana mikakati ya kukubadilisha, na atakubadilisha kwa sababu umeshindwa kusimama kwenye ile neema ulio nayo, kwenye lile kusudi la Mungu. Yeye atafanikiwa kukubadilisha, sio wewe. Kwa sababu wewe umeonja kipawa cha Mungu. Kwa hiyo wewe huwezi kumbadilisha mtu aliye mataifa kwa sababu ya ndoa. Haipo hiyo. Haipo. Futa. Binti, kaka, futa. Huwezi kumbadilisha mwanadamu. Ni Mungu mwenyewe tu ndiye anayewabadilisha wanadamu. Mwanadamu ana asili yake. Ila kwa nini unaona unaweza? Kwa sababu adui anataka kukatisha hatima yako na baraka zako. Wewe unajiona leo wa kawaida, lakini Mungu ndo anajua wewe ni nani. Vile ambavyo macho yetu hayawezi kuona vile vya ndani. Kwa hiyo Samsoni, turudi pale, Samsoni akampenda Delila, akafanikiwa, akamuoa. Lakini alionywa kwamba unawezaje kuoa kahaba? Unawezaje kuoa mtu ambaye unapambana naye? Kabila ambalo tunapigana, kabila ambalo hawatutakii mema. Unaenda tena kuoa kabila ambalo linatuwinda. Shetani anapowinda familia yenu kwa muda mrefu, hajapata mpenyo wa kuingia hapo, anatafuta pa kuingilia tu. Akifanikiwa pa kuingilia tu, yaani anafanya iwezekanavyo asiwape hata dakika moja msije mkarudi mkatubu. Kwa hiyo Samsoni akafanikiwa, akamchukua Delila, akamuoa. Lakini Delila alipokuwa anaenda kwa Samsoni, na kabla hajaenda, wazee wanambembeleza, hamkubali, maana wana jambo na Samsoni. Kwani haujawahi kusikia kwamba kuna dini zinabembeleza walokole waende kule maana wana jambo nao? Hujawahi kusikia? Hujawahi kusikia kwamba kuna dini zinabembeleza hata shule tupeleke watoto wao maana wana jambo na watoto wetu? Hujasikia? Usichukulie poa. Unasema nimewekeza kwa mtoto wangu, hata nikimpeleka shule hii atasimama tu imara. Ndugu yangu, usichukulie poa. Wana haja naye, wana haja na familia, wana haja na ukoo. Wakianzia hapo wanaweza kufanikiwa, kwa sababu tayari watakuwa wamepata pa kuingilia. Kwa hiyo lazima tuwe makini. Sisi tuliookoka tuko vitani. Kuanzia watoto wetu, unampeleka wapi? Anafanya nini? Unawekeza nini kwa mtoto wako? Usiende tu, haya maisha ya duniani haya yanapita, lakini anayo hatima ambayo Mungu alikusudia tangu tumboni kwa mama yake. Wafilisti waliposikia kwamba Samsoni anamtaka Delila, wakamtia moyo Delila kwamba mkubali. Kazi ni moja tu,
tunataka kujua siri ya nguvu yake. Maana kila wakimuinda hawampati, kila wakifanya hivi hawampati. Sasa wewe, mke ana nguvu kwa mume wake ya kumshawishi, ya kumweleza kitu, ya kumtuliza moyo wake, hata akamwambia vile vitu vya ndani ya moyo wake. Delila akafanikiwa, wakamwambia tutakulipa, sio bure. Si unaona watu wanajitoa mwanga, wanalipuka na mabomu. Ameahidiwa kwamba familia yako italelewa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Wewe ukifa si shida, lakini utakuwa umeacha urithi mkubwa. Na wakati mwingine watu wanajiungamanisha kwenye mizimu na mapepo ili apate faida, aone kama anapata faida hata pasipo kujali maisha yake. Kwa Samson akamchukua Delila, lakini Delila alikuwa na mpango na Samson. Akafika mikononi mwa Samson, akaanza hakuanza tu kirahisi, hawezi kuanza tu. Nafikiri alimzoea mke wake, alifahamu uaminifu wa mke wake, alifahamu namna ambavyo anatunza siri. Akafikiri ndivyo alivyo moyoni mwake. Kumbe shetani anataka kuharibu ile hatima yake. Kwa hiyo kazi ya Delila ilikuwa ni kumbembeleza Samson. Nafikiri alikuwa ni mwanamke ambaye alionekana ni mzuri sana, wala hamkwazi mume wake. Kwa sababu anataka kujua kila kitu cha maisha yake na hatimaye apate kufikia lile kusudi. Kwa hiyo Delila kazi yake ilikuwa ni kumtia moyo mume wake kila wakati, kumbembeleza. Na alijaribu mara kadhaa kuwaita Wafilisti. Samson hakuanza tu siku ya kwanza akamwambia siri yangu ni nywele zangu. Ukisoma ile Waamuzi yote ile kuanzia sura ile ya 13, anaelezea mdogo mdogo kwamba ukifanya hivi, ukinifanya hivi, utakuwa sina nguvu. Unaona shetani alipo mpumbavu. Anaanza mdogo mdogo, hakutamka ile siku ya kwanza, hapana, muda haututoshi. Lakini akawa anamwambia tofauti kwamba mimi nikilala sana usingizi, si nikifanya hivyo nikila sana, yote hayo ninatamka, nikila sana, nikilala wakija wakininyoa nywele, yani wakija Wafilisti, yani sina nguvu au nguvu zangu zinaishi. Mwanamke yule anamtegea lile alilomwambia, anawaita wanakuja. Alafu Samson anawashinda mara moja. Sasa sijui, unaona roho ikifa ndani ya maisha ya mtu. Umetegewa mtego mara ya kwanza, umekuta adui yako yuko nyumbani mwako, wala ufikirii kwamba huyu mwanamke mbona sasa anawaita watu hawa. Ufikirii. Unaona Roho Mtakatifu akizimika kwenye maisha yetu. Mungu atusaidie sana. Unaona dalili za dhambi mbele yako, unaona mazingira hayaruhusu, lakini kwa sababu umeruhusu, umekuwa mkaidi, sio mtii wa neno la Mungu lilojifunza, sio mnyenyekevu, unapuuzia, unaona tu bwana hili lilikuwa tu bahati mbaya. Yaani ushtuki kwamba hii hali nafikiri sio sawa sawa. Haya mazingira hayanifai kukaa tena. Linda hatima ya maisha yako. Linda hatima ya baraka zako. Kwa hiyo tusome ule mstari wa 21, Waamuzi 16 mstari wa 21. Hapo tulipokuwa Waamuzi 16 mstari ule wa 21. Waamuzi sura ya 16 mstari ule wa 21 anasema Wafilisti wakamkamata, wakamng'oa macho, wakateremka naye mpaka Gaza, wakamfunga kwa vifungo vya shaba, naye alikuwa akisaga ngano katika gereza. Jamani, kwa sababu ya muda nimeruka pale ambapo tunamuona sasa Samsoni ameshindwa. Amemwambia siri yake mke wake kwamba baada ya kumbembeleza kwa muda mrefu na mwanamke sasa akasema mimi nitaondoka sasa. Nafikiri unipendi, hutaki kuniambia mambo yako. Jamani, kuna vitu kama Mungu amekwambia ni vya kwako, hebu kaa navyo. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Hatima ya maisha kila mtu amebeba kivyake. Awe mke, awe mume, wawe watoto. Kwa sababu Mungu anatukusudia toka tumboni mwa mama zetu. Hatima yako wewe ndio unayejua siri yako ya ndani, ule utu wa ndani. Ile Roho Mtakatifu
Mtakatifu anachokusemesha wewe ndio unakifahamu. Jamani, amina. Wewe ndio unafahamu wewe ni nani hapa duniani, wewe ndio unajijua. Sasa kuna vitu vingine kama Mungu hajakwambia unishirikishe, kaa nacho. Hii nadhiri alikuwa anaifahamu kabisa kwamba Mungu anataka afanye nini kwenye maisha yake. Lakini mwanamke sasa, kwa sababu amempenda na hivyo na nini, hakumbuki ile mitego yote. Jamani, ukishamjua mwenzio jinsi alivyo, basi muombee ili basi akae sawa. Kwa sababu gani? Mtu amekutegea mitego mingi ili uanguke, bado unaendelea kuzungumza naye. Kwa hiyo akafanya nini? Akamwambia, mimi basi ngoja nikwambie, isiwe taabu, tusigombane kwa ajili tu ya nadhiri ambayo Mungu amenipa. Mimi ukininyoa nywele zangu umenimaliza. Na Delila akamwapiza kweli, amwambie kama ndo kweli, yaani hilo ndo kweli au unanidanganya tena kama ulivyokuwa unanidanganya. Akasema hilo ndo kweli. Kweli Delila akafanikiwa, akamnyoa nywele. Wakati amelala miguuni pake, sijui popote alipomlaza, akamnyoa nywele, akafanikiwa kumnyoa nywele. Na baadaye Samsoni, Wafilisti walipokuja, kweli alipotaka kutumia nguvu zake akakuta hana nguvu tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie. Nguvu yoyote unayoifanya ni kwa sababu naye Mungu. Maisha yote unayoona yanaenda ni kwa sababu naye Mungu. Chochote unachoona kinafanikiwa katika ufalme ni kwa sababu naye Mungu. Ukimwacha Mungu si kitu, unakuwa mtupu, uko uchi. Samson akajiona hana nguvu tena, hana uwezo tena wa kupambana na Wafilisti. Kwa hiyo wakamkamata kilaini, wakampeleka kwenda kusaga ngano, wakamfunga kuwa yeye ndiye mashine, wanamsukumiza asaga, wanamtesa wanavyotaka, wanamtumikisha wanavyotaka. Lakini kwa nini Samson anaishindwa? Tunaangalia kwa nini kilichomshinda. Kwa sababu ya kutokutii na tamaa za mwili. Hakumtii Mungu, hakutii maagizo ya Mungu, hakutii lile kusudi la Mungu. Kwa hiyo na tamaa za mwili zikamuingia, zikapitia huko, akaishia katika hali ya kushindwa. Ile hatima yake, ndoto yake, kusudi lake vikafia hapo. Mungu atusaidie. Mtu wa pili, nimesema tutajifunza kwa watu wawili. Mtu wa pili, nashangaa nao muda jamani, ukisema haya maneno machache mbona yanakuaga mengi ukifika hapa. Mtu wa pili ni Anania na Safira. Nimewaweka kama mtu mmoja kwa sababu ni mume na mke. Watu ambao walishindwa kufikia kwenye kusudi la Mungu. Kwa hiyo ni Anania na Safira. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari ule wa 1 mpaka ule wa 10. Kwa sababu ya muda na hiki kisa, nafikiri wengi tunafahamu historia ya Anania na Safira. Nani anafahamu? Apunge mkono hivi. Haleluya. Kwa hiyo neno la Mungu ni jipya kila siku kama Biblia inavyosema. Watu wengi hawafahamu. Anania na Safira alikuwa ni mtu na mke na mume, anatangulia mume na mke. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari ule wa 1 mpaka ule wa 10. Matendo 5. Jamani, hakuna aliyepata anayeweza kusoma haraka? Vijana mmeenda likizo kabisa na maandiko nayo yameenda likizo. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari ule wa 1 mpaka ule wa 10, lakini nitasoma kwa ajili ya alafu nitaelezea machache. Lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako? Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu bali Mungu. Mstari wa 5. Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Hofu nyingi ikawapata watu wote waliosikia haya.
Vijana wakaondoka, wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Mstari wa 7. Hata muda saa 3 baada, mtume anamuuliza, ni kweli Safira mliuza kile kiwanja kwa hela hii? Ni kweli kabisa mtu wa Mungu, ni kweli mtumishi, ni kweli kabisa. Akamwambia, mbona mmepatana kwa neno baya? Kwa nini mpatane kwa mambo mabaya? Unaiona hii miguu? Naona kanisa lao lilikuwa lijasakafiwa kama la mwanzoni tulipoingia. Ukitembea si miguu inabaki. Sasa vijana wameongozana, wamebeba mwili, anasema unaiona hizi nyayo zimeenda kumzika mume wako, na yeye akadondoka akafa. Kwa nini? Kutokumtii Mungu. Kutokufanya nini? Kutokumtii Mungu, na wao na tamaa za nini? Za mwili. Maana kuminya hela, kufanya nini, ni mambo ya mwilini, ni tamaa za mwili. Hatumwamini Mungu kwamba anaweza kutubariki maradufu. Na hicho ndicho ambacho kinatusumbua sana, kuendelea kutufanya kuwa maskini na kuendelea kubaki pale tulipo kwa sababu ya kukosa imani na Mungu. Jamani, hebu nataka nikwambie asubuhi ya leo, ili ufike hatima yako, ili nifike hatima yangu, lazima tulitii neno la Mungu kama lilivyo. Lazima tufuate neno la Mungu linalotufundisha na maelekezo ya kimungu ili kufikia kwenye hatima. Unajua kanuni ya Mungu, Mungu anataka tufanye ili atufanyie zaidi. Jamani, haleluya. Hata kwenye eneo la fungu la 10, shetani amekamata eneo hilo, kwa sababu akikamata eneo hilo hatusogei. Anajua tutaendelea kutunza hizo 200 zetu, lakini hatupati maelfu. Tutaendelea kuficha hizo 5,000 zetu, hatuwezi kupata milioni 5. Tutaendelea kuficha hiyo milioni 1 ili tusifike kupata milioni 10. Tunaendelea kuficha milioni 10 ili tusifike kwenye milioni 100. Anataka kutupigisha mark time. Jamani, Mungu atusaidie. Jamani, watu wa Mungu, Mungu atusaidie. Atusaidie kuyatendea kazi maneno ya Mungu, kulitii neno la Mungu ili tufike kwenye hatima zetu. Kichwa chetu cha somo kinasema mambo yanayoweza kuzuia hatima zetu au baraka zetu kwenye maisha yetu. Ni mambo hayo. Tumemwona Samsoni ameshindwa kumtii Mungu, amekamatwa, lakini Delila kwa sababu ya tamaa na kwa sababu ya kutokumtii Mungu wakafika mahali maisha yao yakaishia hapo. Sasa ushauri wangu asubuhi ya leo, kama neno la Mungu linavyosema, ili maisha yetu yafike kwenye hatima zetu, lazima tulitii neno la Mungu na tufanye yale ambayo tunaelekezwa, ndio yanayotusogeza. Tukishakuwa watu wa Mungu, tukishakuwa Wakristo, tukishakuwa watendakazi wa Mungu, lazima tutembee sawa sawa na mpango wa Mungu ili tuweze kufanya nini? Kusogea. Ili tuweze kufika kwenye hatima. Jamani, Mungu hawezi kukuinua wakati hapa padogo umeshindwa kuwa mwaminifu. Hawezi. Tutachelewa sana. Yaani tutachelewa. Naomba tufike, kila mtu anayo hatima ambayo Mungu anataka kumfikisha. Lakini nakuomba, hata moyo wangu nauambia, timiza lililo mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako. Sana sana kwenye eneo la utoaji. Adui ametukamata kweli eneo hilo. Hivi vinia mbili vinatesa sana mioyo yetu. Vinia vimesumbua akili zetu. Lakini kusudi la adui ni kwamba tusifikie kwenye hatima. Fuatilia shuhuda zote za waliofanikiwa. Fuatilia wote waliofanikiwa, wacha Mungu. Wote walisimama kwenye eneo la utoaji. Yaani wewe kama unamuomba Mungu alafu utoi, atakupa mara ya kwanza, akikuangalia kama utamrudishia. Akishaona umrudishia, atakupa tu hiyo ya ugali, usife na usimwaibishe, kwa sababu wewe huchukui tena nafasi ya kurudisha ili ukachukue tena. Jamani, Mungu atusaidie sana. Yaani Mungu atusaidie na atufundishe. Roho Mtakatifu atupe maelekezo ya kutosha kama neno la Mungu linavyosema. Ili tuweze kufika kwenye hatima zetu, lazima tufanye sawa sawa na neno la Mungu. Kinyume cha hapo, tutapiga mark time kwa muda mrefu sana. Uwe mwaminifu kwenye fungu la 10 na kushauri. Biblia inasema jaribu uone kama sitakufungulia milango ya mbinguni. Yaani wewe jaribu.
Jaribu kama hutaona baraka zangu, jaribu. Ukionja hiki kipawa, nakwambia utakuwa hakuna mtu yaani moyo wako wenyewe utakuwa unakushuhudia, kwa sababu unajua tena ukipewa, ukapewa, ukatoa, ukarudishiwa. Hivi utaacha wakati unajua hapa ndo mahali pa kuchukulia hela? Utaacha? Huwezi kuacha. Kuna mtu mmoja hapa huwa ananitiaga wivu sana, lakini sitamsema leo, lakini kuna wakati labda Mungu atakuwa. Yaani huyu mtu ni waajabu sana. Mungu ana watu wake. Yaani Mungu ana watu wake. Lakini kwa vyovyote anajua siri kubwa tu. Mimi nadhani huwa anatoa fungu la 10 hadi hela ya chai. Ila siri atakuwa anaijua sana. Atakuwa anajua siri kubwa mno. Na siku moja kabla sijamsema nitateta naye pembeni kwamba wewe, hii siri nani alikufundisha? Watu wengi tunatoa fungu la 10 au wanatoa fungu la 10 lakini si kwa uaminifu. 90% watu wanatoa fungu la 10 la uongo. Kwa hiyo tusimshangae Anania. Watu wanatoa fungu la 10 la uongo. Jamani, mimi naongea neno la Mungu. Kama unapona upone, kama anapona nifanye nini? Nipone. Hili ni neno la Mungu. Kitoa kwa uaminifu, Mungu hakuachi. Watu wanatoa fungu la 10 kama ushahidi awepo kwenye kitabu cha kanisa. Aonekane mwezi haujapita, lakini zinazoliwa ni nyingi. Yaani Mungu aturehemu tu, asituue kama Anania. Na mimi sitaki kutamka lolote katika hilo, kwa sababu najua hii dhambi Mungu atusaidie. Kwa hiyo watu wawili hao ambao tumejifunza kushindwa kwao ni maeneo hayo ya kutokutii na tamaa. Yule alikuwa hajatii akatamani mwanamke. Huyu alikuwa hajatii akatamani mali. Umeona? Kwa vitu hivyo ndio vikafanya nini? Hawakufika kwenye hatima zao. Muda wetu umeenda. Kwa kifupi nitamwelezea mtu aliyefanikiwa mmoja tu baada ya kutii nini? Baada ya kutii nini? Kutii neno la Mungu na kukaa kwenye mstari. Na yeye peke yake ndiye nitamwelezea kwa kifupi sana kwamba aliweza kufanikiwa kufika kwenye hatima. Na maneno yake sitayasoma, ila nitazungumza, nitakupa maandiko kwa sababu ni mtu ambaye tunamtolea mfano mara nyingi. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 22 mstari wa 34. Wewe hata ukianza wa kwanza, lakini mstari wa 34 mpaka ule wa 37. Huyu hapa panaongelewa habari za Yusufu. Jamani, Yusufu Mungu alikuwa na kusudi naye. Na yeye mwenye kama wengine. Lakini kufika kwenye kusudi haikuwa tu ameamka asubuhi ametimia kwenye kusudi lake. Haikuwa hivyo. Nimesema tuna vita. Pale katikati kabla sijaanza kuangalia watu walioshindwa, nilizungumza kwamba sisi tuna vita tunavyopambana navyo katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Vita vyetu si katika damu na nyama, bali ni katika falme na mamlaka na katika ulimwengu wa nini? Wa giza. Ulimwengu wa roho. Sasa Yusufu alikuwa ni mtoto katika watoto wengi kwenye familia ya baba yake. Sasa na alikuwa ni mdogo. Walikuwa wakienda shambani wakirudi, yeye alikuwa ameanza kuota ndoto. Jamani, si una ndoto kwenye maisha yako Si kila mtu ana ndoto lakini yeye alikuwa anaota ndoto. Zile ndoto anawasimulia kaka zake. Roho ya chuki kaingia kwa kaka zake. Walitafsiri ile ndoto, yani ilikuwa na tafsiri. Yamkini Yusufu yeye peke yake ndo alikuwa hajui ile tafsiri ya ndoto. Umeelewa Lakini wale kaka zake kwa sababu walikuwa wakubwa, alikuwa amewaambia siku moja tumeenda mahali, si maganda yote yakaanguka, mganda wangu ukainuka, maganda ya watu wengine yakawa yanafanya nini? Yanaanguka kwenye mganda wangu. Wakasema, kwa hiyo utakuwa mkubwa si tukusujudie. Umeelewa hapo? Anawashirikisha. Kwa hiyo ile chuki ikaingia ndani ya mioyo ya kaka zake. Hata wakafika hatima wakamuuza Yusufu. Kwanza wakamtumbukiza kwenye shimo, hakufa. Wanawinda hatima yake. Shetani anawinda nini? Hatima yake ya mwishoni. Hajakurupuka shetani, ameanza naye huku mwanzo kabisa. Wakati ni kijana wala haelewi.
Kwa hiyo shetani anawinda ndoto yake kuanzia mwanzo. Shimo hakufa. Kipindi kile wale watu wananunua, si mnajua hata Tanzania watu walikuwaga wanauzwa wakabebe mizigo huko. Tulikuwaga watumwa. Watu wanapita wakamuuza. Sasa kumuuza jamani, lakini Yusufu mimi ninachokiona ni yule hali ya unyenyekevu na utii mbele za Mungu. Nafikiri alikuwa anaendelea kumsikia Mungu. Unapojaribiwa, jaribu kumsikiliza Mungu. Mungu, kwa nini unanipitisha hapa? Usitafute njia ya mkato. Jamani, haleluya. Usitafute njia ya mkato, muulize tu Mungu, mbona unanipitisha hapa? Nitie nguvu, niwezeshe ili uweze kuvuka. Yusufu akaangukia kwenye mikono ya mfalme alipouzwa. Na hapo alipokuwa kule kwa mfalme, labda kulikoonekana kama kuna raha kidogo, maana anapewa chakula kizuri, analala pazuri. Lakini bado adui anawinda hatima yake. Mke wa mfalme akataka alale na Yusufu. Alafu Yusufu aonekana amefanya nini? Amembaka. Na yule mfalme alimwamini sana, akampa utawala wa miliki zote nyumbani kwake, kwamba wewe utakuwa unaangalia. Kwa alikuwa ni kijana mwema, mzuri. Tena Biblia inasema mzuri wa uso. Yaani nafikiri roho yake ikatokea hadi nje. Yaani mtu anakuwa mzuri roho hadi kwa nje na muonekano mzuri. Kwa hiyo mfalme akampenda kwamba yani wewe utaangalia kila kitu. Nimekupa kila kitu, yani unaweza kutumia kila kitu kasipokuwa mke wangu tu. Sasa shetani akaona, okay, umezuiliwa mke na wewe ni kijana. Napita hapa. Anatafuta namna ya kufanya nini? Kuua ndoto ya Yusufu. Kwa hiyo mke wake akataka amkamate Yusufu ili alale naye. Alafu Yusufu aonekana amebaka mke wa rais. Si ni kifo hadi kunyongwa Kuna maelezo hapo. Kwanza unapotezwa tu, yani hata wazazi wako hawaambiwi, maana muda huo haupo. Ni kunyongwa moja kwa moja. Lakini Mungu aliyekuwa ndani ya Yusufu, na vile moyo wa Yusufu ulivyokuwa, Yusufu bwana akachoropoka, akamwachia mavazi, kanzu zikadondoka, lakini yeye akapiga mbio. Japo akaenda jela kwa kusingiziwa, lakini mikononi mwake lile tendo hakulifanya. Ule utakatifu na utii wake ukaendelea kutunza hatima yake. Akafika gerezani huko Mungu akamtokea. Mfalme aliwahi kuota ndoto, akaja akatafsiri ile ndoto. Baadaye Mungu akamtokea, akafika kwenye hatima yake kuwa waziri mkuu. Lakini jamani, kama Mungu ameweka hatima kwenye maisha yako, lazima tumfike. Mungu anakusudi, ana kazi na wewe. Utalishwa sumu, utanyimwa chakula, utafukuzwa kazi, utakosa ajira, utasoma kwa shida, lakini mwisho wa siku tutakukuta Ikulu. Mpigie Yesu makofi. Mwisho wa siku tunakukuta Ikulu, kwa sababu umekuwa mtii mbele za Mungu na mnyenyekevu mbele za Mungu na umeyafanya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kila mtu anayo hatima yake. Ng'ang'ana ufike kwenye hatima yako. Usikubali kukatisha ndoto yako. Usikubali kukatisha baraka zako. Usikubali kuishia njiani. Kwa maneno haya ambayo umejifunza, chochote unachokiona mbele yako, ujue ni mtego wa adui, anataka usifike kwenye nini? Kwenye hatima yako. Lakini mara nyingi tunapojaribiwa, tunakaa chini, tunalala, tunalia ndani, hatutafuti uso wa Mungu, hatutafuti watumishi wa Mungu, hatutafuti uwepo wa Mungu. Tunalia, tunalala. Hivyo shetani anatukamata kirahisi na kutuminya kirahisi. Naomba Mungu akusaidie asubuhi ya leo. Naomba Mungu atusaidie asubuhi ya leo. Kila mtu anayo ndoto. Kila mtu anayo hatima yake. Lakini hebu neno la Mungu litusaidie kukaa sawa sawa na neno la Mungu, ili kila mtu afike pale ambapo Mungu amemkusudia. Vita vyetu si vya damu na nyama. Acha kupambana katika mwili, pambana katika roho. Naomba usimame. Naomba tusimame. Hebu asubuhi ya leo mwambie Mungu, naomba kufika kwenye hatima yangu. Nisaidie. Hata kama ninapitia vipindi vigumu, nitie nguvu, niwezeshe, nipe macho ya rohoni, nipe kuona nini yaliyo mapenzi yako. Nisaidie nisianguke, hata kama mitego imetegwa pande zote. Naomba nisianguke, ninasue na hiyo mitego.